Nafurahi sana nimesajiliwa na Simba, nimesaini mkataba wa miaka minne. Naomba wana Simba mnipokee. Mambo vipi shabiki na mwanasoka, karibu tena kwenye kituo chako hiki pendwa cha kimichezo kuweza kuzipata taarifa zote zinazohusiana na soka. Kama ndio mara ya kwanza unaungana nasi, basi ni kusii tu hakikisha una subscribe ili kuweza kuwa kwanza kupata update zote zinazohusiana na soka. Lakini pia unaweza kutuandikia maoni yako kwenye eneo la comment kuhusiana na kile ambacho tunakwenda kushare na wewe kwa wakati huu. Sasa ikumbuke kwamba msimu wa 2024 2023-2024 umetamatika rasmi, na rasmi katika msimu huo Young Africans wao ndio wameibuka wababe kwa kuchukua takribani makombe yote matatu ya msimu. Tunakumbuka ngao ya jamii, kombe la ligi kuu, lakini pia kombe la CRDB Cup kwa maana Confederation Cup. Sasa kwa upande wa Simba mambo kwao hayakuwa mazuri, kwani msimu umeisha bila ya kupata kikombe chochote, tunaweza kusema trophies. Sasa kuelekea msimu unaokuja, Simba wamejipanga kuhakikisha kwamba wanakwenda kufanya vizuri na kwenda kumaliza ukata ambao umekuwa ukiwa umewakumba katika msimu huu wa 2023-2024. Hivyo kuelekea msimu unaokuja, Simba Sports wameweka bayana kuhusiana na sajili ambazo wanakwenda kuzifanya ili kuhakikisha mambo yanakuwa mazuri kwa upande wao kwa msimu unaokuja wa mwaka 2024 2025 2026. Sasa wapo baadhi ya nyota ambao wanatajwa kuondoka kwenye kikosi cha Simba ambao hawatakuwepo katika msimu unaokuja. Hawa tu ni baadhi ya nyota hao. Tunakumbuka kiungo punda Mzamiru Yasini hakuwepo katika dirisha hili kubwa, ni msimu mzima almost, lakini Lionel Ateba Mbida naye ni miongoni mwa mchezaji hatakuwepo katika msimu unaokuja. Lakini Che Maron Fondo, fullback huyu amekuwa na makosa ya mara kwa mara, naye sio miongoni mwa kikosi cha Simba katika msimu unaokuja. Lakini goalkeeper Abel tunaona naye hatakuwepo katika kikosi cha msimu unaokuja. Aishi Manula ambaye anatajwa kujiunga na kikosi cha Azam, lakini Budo Mutale naye pia anapewa mkono wa kwaheri, bila kumsahau Yusufu Mlipili, lakini pia bila kumsahau kiungo punda kama nilivyokutajia hapo awali, pamoja na leo naamini Dese Mukwala. Sasa kuelekea dirisha hilo, Simba wameanza rasmi mchakato mzima wa usajili, ambapo nyota wapya watakuja kureplace ama kuziba mapengo ya wachezaji ambao wanaondoka katika dirisha hili la usajili. Nyota ambaye kwa asilimia kubwa na dau kubwa limewekwa na kikosi cha Simba ni nyota kutokea Singida. Hapa tunamzungumzia mchezaji Jonathan Soa, ambao Simba wametoa ofa takriban milioni 460 na mkataba miaka miwili kwa Jonathan Soa, lakini pia wameofa mshahara wa shilingi milioni 38 kwa mwezi. Lakini kwa upande wa klabu ya Young Africans, wao ofa ambao walituma Jonathan Soa ni shilingi milioni 341, ambapo zitalipa kwa awamu mbili. Msimu wa kwanza utalipa shilingi milioni 200, pamoja na msimu wa pili italipa shilingi milioni 141. Hiyo ni kuhusiana na swala zima la uhamisho
wa mchezaji huyo. Kwa hiyo tutegemee lolote kuanzia sasa, mchezaji huyo kujiunga na wekundu wa Msimbazi kutokana na lile dau ambalo wamemwekea nyota huyo. Vipi wewe mdau na mwana Simba, una maoni gani kuhusiana na jambo hili ambalo linaendelea kuhusiana na uhamisho wa baadhi ya nyota? Basi nikusii tuhakikisha una subscribe na kutuandikia maoni yako kwenye eneo la comment. Charles, na nikutakie wakati mwema.